wanao kwenye ibada hii inasema thamani ya jina la Yesu. Thamani ya jina la Yesu. Thamani ya jina la Yesu. Au unaweza ukaweka thamani ya jina Yesu. Thamani ya jina Yesu na thamani ya jina la Yesu. Na wote tunafahamu Wakristo tumepewa kuabudu katika jina hilo, lakini nataka tutazame kwa sura hiyo ambayo Roho Mtakatifu atatusaidia kutazama leo, ili angalau usiabudu kwenye kitu usichokijua. Tunaenda sawa sawa? Lazima ifike mahali unafahamu kitu ulichopewa na thamani ya kitu hicho. Tunaenda sawa sawa? Ili unapokuwa nacho unajua una kitu chenye thamani kiasi gani, na ndani ya moyo wako kutakuwa kuna ujasiri kulingana na kiwango cha thamani unayojua. Ngoja niseme maneno haya yatakusaidia. Thamani ya kitu cha kiroho ni tofauti na thamani ya kitu cha kimwili. Thamani ya kitu cha kiroho inakupa kutumia tu kwenye kiwango ya unachokijua. Kwa hiyo kama una kitu chenye thamani ya milioni moja na unajua 10,000 kati ya hiyo milioni moja utatumia 10,000 na umeshika kitu cha milioni moja. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo hata kama jina la Yesu lina uwezo mkubwa kiasi gani, ukiwa unafahamu thamani yake kwa udogo, hicho ndicho utakachoweza kutumia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kadri ambavyo unazidi kufahamu, ndivyo ambavyo unazidi kufaidika na kile unachokifahamu. Na kwa sababu hiyo, ukiwa una jina la Yesu lenye nguvu na haujui kama una jina la Yesu lenye nguvu, hautafaidi kile unachotakiwa kufaidi ndani ya jina hilo, mpaka uongezeke ufahamu, uzidi kujua umebeba kitu chenye thamani kiasi gani. Alafu ukikutana na mahali ambapo unahitajika kulitumia, unakuwa na ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu unajua thamani ya kitu ulicho nacho. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Saa nyingine unatakiwa kukiri na kusema kile unachokiamini. Sasa wewe, Biblia inazungumza kwamba mtu anapokea kile anachoamini, alafu unaamini kidogo kwenye hilo jina ambalo ni jina lipitalo kila jina. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo utapokea kidogo kulingana na unavyoamini. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutajifunza kwa habari ya thamani ya Yesu. Funika macho yako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako na uaminifu wako na upendo wako mkuu ambao umetuzingira na kutukalia siku hii mahali hapa. Baba, asante kwa kuwa umetukutanisha kwa ajili ya kusudi lako. Na mimi ninaomba Roho Mtakatifu uliye mwalimu na kiongozi wetu, unipe nafasi na kunitumia Bwana kunena maneno haya ndani ya watoto wako, ndani ya mioyo yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tupe kujua na kusikia na kuelewa, Mungu wa Israeli. Ondoa kila zuio ndani ya mioyo yetu na masikio yetu na fahamu zetu, ili tupate kuelewa, Mungu wa Israeli, kila ambacho wanasema nasi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na ikiwa kuna upinzani wowote na zuio lolote katikati ya madhabahu hii na ndani ya mioyo ya watoto wako, tunaamuru hayo mazuio na hiyo mipaka saa hii ipate kuondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu wako itambaye na kujaa ndani ya mioyo ya watoto wako, uondoe kila mta iliyokaa kwenye masikio yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaondoa kila upinzani, ninaondoa kila giza lililotanda mahali hapa. Ninaomba Bwana moto wa Roho Mtakatifu wake sasa na kujaa katika ibada ya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mioyo yao Bwana itiwe nuru, mioyo yao Bwana ipate kujua na kusikia kile ambacho unasema. Mungu, ninashuka chini ya uwepo wako, ninaomba unitumie kama upendavyo, ninaomba unitumie kama upendavyo, ninaomba unitumie kama upendavyo kunena maneno haya ambayo ni makubwa mno, hayafai kuelezeka. Kuelezea habari ya jina hilo ambalo Mungu wa Israeli, kama tungeliheshimu na kulijua kwa namna ambavyo lina thamani kubwa,
hata tusingeweza Mungu kusimama au kukaa wakati tunaelezea. Lakini Mungu, ninaomba kwa neema yako utupe uaminifu wako ambao utatusaidia kusikia na kufunguliwa akili zetu, ili tuelewe heshima ya jina ambalo tumepewa ndani ya kanisa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea utukufu Yesu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu tena ni mweza wa mambo yote. Amen. Tutaanza na kile kitabu cha Waebrania ule mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4.